Jua njia niliyo nayo, laiti ungejua njia ya wokovu ulivyo na uzima, laiti ungejua Yesu anaokoa, laiti ungejua Yesu anaponya, hata mizigo yako ulio nayo hakika ingeisha, hakika ungeminua Bwana, hakika ungemkimbilia Mungu. Lakini kwa kuja mkimbilia Mungu, ndio maana leo bado unateseka. Leo umekunywa chumvi, umekunywa maji ya baraka, lakini tumbo lako halijapona, lakini miguu yako ndio inazidi kuvimba. Umekunywa maji ya mwamposa, umekunywa chumvi zote, lakini bado maisha yako bado yako vile vile, bado unapiga makitaimo. Yesu anasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Ukiwa ndani ya Yesu uko ndani ya uzima. Ukiwa ndani ya Yesu uko ndani ya raha. Ukiwa ndani ya Yesu hakuna jambo la kubabaisha. Ukiwa ndani ya Yesu shetani ametupwa mbali na wewe. Ukiwa ndani ya Yesu hakuna hukumu. Ukiwa ndani ya Yesu hakuna hukumu juu ya walio katika Kristo Yesu. Hapa nimeokoka. Sio kuokoka manake nini? Ni kuokoka na adhabu ya moto wa jehanamu utakao kuja kwa ajili ya dunia. Mimi nimeokoka na moto wa jehanamu. Haleluya. Nimeokoka na adhabu ya moto utakao ikumba dunia. Maana dunia itapigwa watenda mabaya wote, wazizi wote, na waabudu sanamu wote. Bwana anasema wote watakuwa na maisha. Waliomcha Mungu wana maisha yao, na waliomkataa Yesu nao wana maisha yao. Waliomkataa Yesu wataishi milele na shetani katika ziwa liwakalo moto, na waliotenda haki nao wataishi na Bwana katika uzima wa milele. Haleluya. Kwa hiyo hata kama hutaki kuokoka, hata kama hutaki kuamini, lakini una maisha baada ya kufa. Baada ya kufa, waliotenda dhambi wana maisha baada ya kufa, na waliookoka wana maisha baada ya kufa. Maana waliookoka wataishi pamoja na Bwana milele. Wataishi pamoja na Bwana milele. Haleluya. Na waliotenda dhambi wataishi na shetani katika ziwa liwakalo moto na kiberiti na madini. Haleluya. Bwana pewe sifa. Ndio maana leo nimekuja na wewe kukuletea habari hizi kwamba uokoke na moto wa jehanamu. Yamkini hata maisha yako yamekuwa ni maisha ambayo hayaeleweki. Maana mtu mwingine akiwa na gari anajua ndio utajiri. Mtu mwingine akiwa na nyumba anajua hapa ndio nimefika. Mtu mwingine akiwa na mke mzuri anasema hapa ndio nimefika. Lakini nasema ukimpata Yesu umepata yote. Haleluya. Maana Bwana anasema utamiliki ukiwa hapa duniani, kisha uzima wa milele. Haleluya. Utaishia kuwa na majumba, utaishia kuwa na magari, lakini katika maisha yajayo utatupa katika ziwa la moto. Katika maisha yanayokuja hautakuwa na akiba mbinguni, bali wewe umeweka akiba kwa ajili ya kuchoma moto. Ni afadhali leo wakate shauri na kuruhusu leo kata shauri. Acha njia hiyo unayoendea. Hiyo njia ina matope, hiyo njia ina miiba, hiyo njia inakupeleka mwishoni. Lakini njia tulio nayo ya kumwamini Yesu inakupeleka mahali salama. Haleluya. Ndio maana leo maisha baada ya kufa, madhehebu mengi na dini nyingi zimegawanyika. Wengine wanasema ukifa unaungana na Bwana moja kwa moja kama ulitenda mema. Wengine wanasema baada ya kifo ni hukumu. Kama ulitenda mabaya unaenda jehanamu ya moto. Kama ulitenda mema basi unaungana na Yesu moja kwa moja. Wengine wanasema ukisha kufa utapitia mahali panaitwa toharani ili usafishwe kwanza. Kama dhambi zako zilikuwa zimekuwa ni ndogo kiasi kwamba upewe adhabu ili usafishwe kwa muda, kisha uingie katika uzima wa milele. Hao ni Wakristo, nao wanaamini hivyo kwamba mtu akifa atapitia
atapitia tohalani, atapitia tohalani. Hakuna Biblia inayosema hivyo. Wewe nakwambia, unayesema utasafishwa au utaokoka ukifa, hakuna kuokoka ukifa, bali ukisha kufa ni hukumu. Bora leo uokoke. Unayesema sijui, ukisha kufa utatolewa sadaka, mara sadaka kwa ajili ya marehemu, hiyo nakwambia unapoteza muda. Baada ya kifo ni hukumu. Kama ulitenda mabaya, utaingia katika moto wa jehanamu. Kama ulitenda mema, utaingia uzima wa milele. Lazaro na tajiri, haleluya. Lazaro na tajiri. Tajiri alijivuna kwa mali nyingi, tajiri alijivuna kwa magari, lakini Bwana anasema wote walipokufa, mmoja akaibukia katika jehanamu ya moto.